Bismillahirrahmanirrahim. Moja ya sifa ya muumini ni kumpenda muumini mwenziwe. Jambo hili sio tu linakithirisha idadi ya kujuana, lakini huzalisha huruma, kusaidiana na kuelimishana kwa yule mmoja au baadhi hawana elimu nayo. Dunia ya leo ni yenye taaluma kadhaa zenye kuzinduliwa au kugunduliwa na wanasayansi wa kiafya na sekta nyingine. Ijapokuwa kila linalogunduliwa ni kukuu hilo kinadharia, kwani vitabu vitakatifu vilitoa ushuhuda wa gunduzi hizo, hususan kitabu kitukufu Qur'an. Afya za watu ni urefushi wa maisha, ni ustawi na ni nguvu kazi kwa ajili ya maendeleo ya jamii inayoishi wakati husika. Ndiyo maana wataalamu mbalimbali kila uchao hutathmini kiasi gani wanaweza kuokoa jamii, hasa pale mtihani wa magonjwa hususan ya kuambukiza yanayoweza kufanyiwa kinga na tiba ili jamii inusurike. Yapo maradhi husemwa hayatibiki, na kumbe gunduzi bado hazijabaini vyanzo tu, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna tiba zote za kinga, na ndio pakasemwa kila gonjwa lina tiba yake. Allah ana sifa ya kipekee, humwelekeza hata mnyama alaye majani akachagua kujua yenye madhara kwake na huyapita bila kuyala, lakini mwanadamu humvutia rangi ya majani hayo akadhani ni malisho mazuri. Na ndivyo hivi kwetu sisi viumbe bora watu, kwa taaluma tuliojaliwa hugundua maradhi yenye kuambukiza, na wakati mwingine tukakatazwa kula baadhi ya vyakula ambavyo wingi wa sukari yake ni madhara pia, japokuwa ni vitamu. Basi kinga yake hupewa maelekezi maalum ili usiweze kudhurika. Hata jumuiya za kimataifa zinakwenda na vitengo mbalimbali vya kupambana na maradhi na kutangaza kinga. Basi ni uwezo wa kiakili tuliojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba akili zetu. Kifua kikuu ni miongoni mwa maradhi thakili yaliondoa maisha ya watu kadhaa duniani kabla kugunduliwa tiba au kinga. Pia na kadri miaka inavyojongea ndivyo utaalamu unavyoimarishwa zaidi na kuelekeza kinga kwanza kabla tiba. Miko na sababu ya maelekezo pia yakatolewa kwa wagonjwa wenyewe, familia zao na hata jamii inayoishi ndani ya jumuiko au makundi. Kwa dalili kadhaa pia jamii imeonywa na kupewa matumaini kwamba tukiona dalili hizi basi kuwa na uelewa kwamba ugonjwa wa kifua upo kwako au kwangu, lakini tiba pia ipo, bali kinga ndiyo inayotangulizwa. Hakika hapo zamani ugonjwa huu ulileta madhara kwa kutogundulika sababu zake au kinga zake, na ukaonekana ni ugonjwa usiotibika au aibu mtu kumfika. Kumbe leo hii tayari watu wanapona, na kubwa zaidi ni kujielimisha yale muhimu ya kujikinga nayo wewe mwenyewe mgonjwa na yule mwanadamu mwenzako. Ndiyo hata mtume wetu anatuonya tusijidhuru wala kudhuriana. Hii ndiyo aina ya mapenzi ya kiimani. Unapoambiwa dalili hizi ukiziona, basi fika mapema ukatibiwe. Kwa mfano, unakohoa wiki 2 mfululizo au zaidi, kukohoa makohozi ambayo wakati mwingine huchanganyika na damu, kutoka jasho jingi wakati usiku hata kama hali ya hewa ni ya baridi, kukonda na kupungua uzito, homa za mfululizo wiki 2 au zaidi. Haya yote kwa kudra yake Allah subhanahu wa ta'ala kayatia katika akili za wataalamu kufikisha hizi dalili kutokea maisha ya jamii. Tunaposikia maadhimisho ya siku fulani ya kimataifa kwa jambo maalum, basi ni uzinduo na ukumbusho ili jamii isijidhuru na kudhuriana. Mwaka jana duniani kulikuwa na wagonjwa wa kifua kikuu milioni 10.8, na waliokufa kwa maradhi hayo ni 101.2 kwa takwimu za kimataifa. Tumo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, husomeshana mengi ya kidini na kujaza imani, na imani ni pamoja na kuonyana, kuelekezana na kusaidiana, sio fedha tu bali hata siha zetu kuwa bora. Allah bila shaka hii saumu kaitia baraka nyingi, ndiyo maana hii kufunga madaktari nao wamebaini ni uboreshaji wa afya pia. Kama kawaida, ili kuhamasishana katika kukinga maradhi, jumuiya ya kimataifa ifikapo tarehe 24 ya mwezi wa Machi, yani mwezi wa miladia, hutoa maagizo na miito ya kukumbushana, na mbiu yao ya mwaka huu kwa hapa Zanzibar inasema, kwa pamoja tunaweza kutokomeza kifua kikuu Zanzibar. Azimia, wekeza na timiza.
basi wataalamu waliazimia jambo la kuhakikisha na kuwekeza, kwa maana mbinu za ugunduzi wa mapema na kutimiza ni kugeuza ahadi kwa vitendo. Maradhi haya yalikuwa kama jina la kutisha la TB, ni kifua kikuu, yanatibika. Tusikilize taratibu za kiafya, ni nafuu kwetu, na vyombo vilivyowekwa na mamlaka vitimize jukumu lao la kuelimisha. Ukifuata maelekezo ya matabibu na ukajikinga, utaweza pia kufanya ibada kwa kitulivu zaidi.